Blair. Babake Blair, leo nimekuja na kitu nataka kuambia cha ukweli. Utakasirika lakini bora ujue ukweli. Ilikuwa hivi. Ile siku nakumbuka jana alikuwa mgonjwa. Nakumbuka vizuri. Sasa yule daktari alikuwa anataka ananitongoza. So mimi nikamkubalia kwa sababu singemkubalia hangepona yule. Ndio nikaamua tu nimfurahishe kwa siku moja ili apone mwanangu. Sasa kumfurahisha hivyo sijui kama iliendaje mpaka akapata usiku, sijui. Ndio ile siku ile yenyewe nilikwambia kwa naenda kijijini, kuna dharura, mamangu alikuwa mgonjwa. Nilienda tu nikalee hiyo mimba, nikufiche kila kitu, mradi nimwepushe mtoto wangu. Maliza. Sijamaliza, nataka kuuliza, je, umeweza kusikizana? Hakuna cha kusikizana, unaelewa? Na ukisikia mwanamke mjinga, mpumbavu, uvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe, ndio wewe. Kwa nini unifiche jambo gumu kama hili sasa? Ningekwambia lakini ungekasirika, ule mtoto angekufa. Sasa hivi nafikiria sasa hivi hapa sitokasirika. Wewe ulale na daktari, halafu unifiche kwamba yani uko na mimba na ukaa kijijini kujificha, ambapo si yangu mimi. Leo hii unakuja hapa na hii ng'ombe yako unaleta hapa. Najua naumia lakini sipenda kwangu. Samahani kidogo mzee. Nimesikiliza hii hoja. Hii hoja sio ndogo, ni nzito mzee. Alafu mimi sijakuja hapa kusikiza venye mnagombezana. Bora umwambie kweli. Nimekuja hapa kutatua. Sababu huyu mama alinielezea hili jambo. Na mimi sikulibeba tu hivi hivi, ni zito. Ninahitaji moyo kulibeba. Kwa hiyo mimi nakuomba kitu kimoja mzee mwenzangu. Huyu mama mshukuru sana. Mshukuru sana kwa sababu gani? Wako wa mama ambao wanalea watoto wao. Na yule baba ambaye anajukumika kwa ajili ya kuwalea wote si watoto wake wale. Wako wazee ambao wanalea watoto wao. Na wale watoto sio wao. Mama alitoka nje akaenda kadhaa na mwanamume mwingine wanalea watoto ambao sio wao. Kwa hiyo shukuru sana, yeye amekwambia, ameweka hadharani kila kitu. Na hiyo mbele za Mungu inapendeza. Haipendeza hata siku moja. Hivi yani nikwambie, katika mila na desturi zetu sisi, ni hatia kulea mtoto ambaye sio damu yako. Halafu eti unakuja hapa unaambia nini wewe? Unaambia nini? Kwa hiyo wewe umekataa kabisa kumlea huyo. Siwezi. Mzee mimi nakuomba kitu kimoja mzee. Hebu punguza hasira. Unajua kwenye haya maisha ukiwekeza sana mila itakupoteza mzee wangu. Ndio, mila ilikuwa zamani, sasa ni maisha mengine. Hebu jaribu kufikiria kwa kina. Usifikirie mila peke yake. Fikiria mpaka hisia za wenzako pia. Huyu ni mwanamke. Na hiyo ilikuwa ni njia pekee ya kuweza kumwokoa yule mtoto wako. Kwa hiyo inapaswa umsikize, mpatie nafasi nyingine. Sikia, hakuna nafasi hapa. Sawa? Wewe ulijiuza. Sawa? Ulijiuza. Wewe ni malaya takataka wewe. Hapana mzee, unakosea. Hayo ni matusi. Sawa, asante sana. Sikiza kwanza. Kwanza naona hapo unapoteza muda. Sawa? Ile nje yemja nayo iko wazi. Ndio ile nyeupe. Sawa? Naondoka na utanitamani. Kwa kutamani hapa kwendeni. Nendeni kabisa huko. Mzee unakosea. Washenzi nyinyi. Ala? Mzee mwenzangu unakosea. Sikosea, nyamazeni ng'ombe nyinyi. Kwendeni huko. Mzee unakosea kabisa. Hili jambo ni jambo dogo sana. Na mimi nakwambia, hautawahi kupata mwanamke kama huyo mwenye umemkuza. Wako wanawake ambao wanadanganya wenzi wao.
Unanielewa vizuri lakini? Rafiki, ninakuelewa, lakini kwa njia hii, yani mtu anaambia uwazi unajua heri mtu mwambie ukweli, sawa? Yeye mwenyewe aridhika na moyo wake, sawa? Mimi kama angenielezea vizuri, maybe ningefikiria mara 2 au mara 3 hivi. Singekataa Hivi mtu anificha. Je, anaweza kuniwekea sumu huyu sasa? Hivi ulikuwa unahitaji maelezo gani mengine zaidi ili ndio uelewe? Mtu ashakwambia ukweli, ashakwambia kile ambacho kilikuwa amekificha tangu zamani, amekueleza. Wewe una shida gani? Kwa nini usimsamee mkaishi pamoja? Unamfukuza? Sikiza, inaonekana haya ni madogo, lakini kuna makubwa zaidi ameyaficha mwanamke. Mzee, shukuru sana, hautawahi pata mwanamke kama yule. Mwanamke ambaye anafungua moyo wake, anakueleza kila kitu chenye kimejiri, alafu unamfukuza, unamwona hana maana. Utapata wapi mwenye maana? Wanawake ni wengi sana wanawake ni wengi. Wewe ni kama umeniita hapa, umeharibu muda wangu. Nimekuja hapa kutatua ili kusudi mwanamke aendelee kuishi na bwanake ambaye ni wewe, lakini nimeona hauna mpango wote. Sikiza, angalia, usiende, sawa? Usiende. Mimi lazima niende. Mimi nitawezaje kuja hapa? Umepoteza muda, hujanilipa. Angalia bwana, usiende, sawa? Mimi kwanza nashukuru sana, sawa? Na usone ati naongea hivi kwa uchungu. Inauma. Kama ni wewe bwana, ingewezana. Unajua nimepitia mangapi mimi? Wewe mwenyewe umejua kabisa utashi wangu jinsi uko vyenye niko kwenye akili yangu. Ndio maana ukaniita ili nije nitatue. Nimekuja kutatua, wewe unaharibu. Angalia, usiende bwana. Sasa nipatie Mungu. Nimfuate ama nimwache? Yule mwanamke nenda ukamchukue, uje uishi naye. Hicho ndio kitu ambacho mimi naweza nikakwambia. Kachukue yule mwanamke uje uishi naye, yule ni mkeo. Okay. Na sasa ukioa mke mwingine itakuwa umefanya makosa hata mbele za Mungu, sio vizuri. Yule tayari wewe na yule mwanamke wewe nyinyi ni mwili mmoja, damu moja, nyama moja. Haistahili kwamba yeye aende kwingine. Haistahili kwamba wewe uchukue mtu mwingine. Maana ninajua wewe umemfukuza, lakini najua hatua utakayochukua ni kwenda kutafuta mwanamke mwingine. Na mimi leo siko tayari. Kwa hiyo mimi naondoka, nikirudi nimpate mmeishi pamoja. Asante sana kwa ushauri wako. Sawa. Naona sana wanawake, yaani anaweza kukuficha jambo siku moja tu, hajakwambia ile tu akuchome, sija kufurahi. Sawa.